Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu, leo tutazungumzia faida za kitunguu saumu au kwa lugha nyingine ni garlic. Naam, hiki kitunguu saumu kina mambo mengi na kina faida nyingi sana. Lakini tunapozungumza kitunguu saumu ndo kama hivi unavyoviona viko hapa, ni vitunguu saumu. Unaweza ukajitibia mwenyewe matatizo mbalimbali, ukatu uko nyumbani kwako, ukajiondoshea matatizo ya kichawi, matatizo ya majini na baadhi ya matatizo ambayo nitakokutajia hapa kwa kutumia kitunguu saumu. Kiangalie vizuri ndugu yangu, na uweze kujitibia matatizo yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia. Tatizo lako linakutesa muda mrefu, umeteseka sana wewe, umekuwa na mitihani mingi, Mwenyezi Mungu inshallah atakufanyia wepesi. Naam, tunapozungumzia kitunguu saumu kina faida nyingi sana. Miongoni katika faida zake, unapotumia kitunguu saumu kinasaidia kuondosha sumu ya vyakula katika mwili wako. Sumu ya vyakula katika mwili wako. Umekula mavyakula kemikali, basi miongoni katika faida ya kuondosha sumu hizo pia ni kutumia kitunguu saumu. Hiyo ni faida mojawapo. Lakini pia vile vile kitunguu saumu kinasaidia kutia nguvu mwili wako. Inawezekana kuna wakati wewe unajiona mwili hauna nguvu, au kuna mtu anajiona mwili umelegea kabisa, hauna nguvu kabisa mwili wako, basi miongoni mwa faida, tumia kitunguu saumu. Lakini pia vile vile kuondosha uchovu, maumivu na kuleta hamu hata ya kula chakula. Kuna muda mwingine mtu unasikia maumivu katika mwili wako, basi tumia kitunguu saumu. Sawa? Na hii ndugu yangu, kama nilivyokueleza, kitunguu saumu kina mambo mengi sana. Inawezekana wewe una mtihani pia vile vile, unaona unahisi kuna vitu vinatembea katika mwili wako, aidha kwenye miguu, aidha kwenye mgongo, unaona vitu vinatembea, tumia kitunguu saumu. Au pia vile vile unaweza ukajikuta mwili unawaka moto kwa sababu ya uchawi kwa namna moja ama nyingine, basi pia tumia kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni tiba kubwa sana yenye mambo mengi sana na ina faida nyingi sana, au kina faida nyingi sana kitunguu saumu. Lakini nikueleze katika baadhi ya faida. Kitunguu saumu pia kinaondoa mikosi katika mwili. Kitunguu saumu pia kinaondoa mikosi kazini, kitunguu saumu. Lakini unapotaka kuondoa mikosi katika mwili wako, unaweza ukaongeza kitu. Kwa mfano, ukachukua kitunguu saumu vizuri, baada ya kukisaga vizuri, umekisaga, utachukua na mchanga vizuri, utachukua mchanga hata wa njia panda. Kisha baada ya kuchukua mchanga huo, sawa, kisha utachukua na jani la mkungu lililodondoka lenyewe, au majani ya mkungu yaliyodondoka yenyewe. Chukua hizi faida ndugu yangu. Kisha utakachofanya ni kwamba ile jani utalitwanga, kisha utaweka kwenye maji. Kitunguu kile baada ya pia kukiponda utakitia kwenye maji. Kisha baada ya hapo koga katika mwili wako kwa nia ya kuondosha mikosi ya kulogwa, mikosi ya kukuharibia maisha yako, mikosi yenye kufanya upendezi katika jamii, mikosi ambayo inasababisha unachukiwa bila sababu. Tumia kwenye kukoga kwa muda wa siku 10 mpaka 11. Kwa maana utakapotumia hivyo, biidhnillahi alkarim, tatizo lako litakuwa ni lenye kwisha. Hicho ni kitunguu saumu. Lakini pia vile vile inasaidia katika na kutumia hii kitunguu saumu kuondosha hata majini mahaba, yale majini mahaba yale inasaidia kuondosha. Au una maumivu ya kijini katika mwili wako, chukua punje 3, fanya kama hivi, naona hii punje moja, ukisema punje 3 kama hivi, unaimenya vizuri. Hii punje moja hii, sawa, natengeneza vizuri.
Hapo tunaelekezana faida za kitunguu saumu, na faida kubwa sana hii. Haya, namenya tena hii ya pili, kisha unakuja unamenya. Kumenya ni kutoa maganda hivi, sawa? Akiwezekana Kiswahili na mwenzangu mwingine kidogo kikawa kidogo kimemwacha. Sasa naam, unatengeneza vizuri, unamenya vizuri, natoa maganda haya. Hizi ni punje 3, 1, 2, 3, hivi punje vitatu. Sasa hizi punje 3 unachofanya unameza, unaziweka mdomoni, wala usipate tabu ya kutafuna, sawa? Wewe weka tu mdomoni, alafu unakunywa na maji. Fanya hivi 3 asubuhi, 3 jioni. Una matatizo ya maumivu makali katika mwili wako, au vitu vinatembea, au muda mwingine kuna yale majini yanayokaa ndani ya mwili yale ambayo hayasikii na kutesa, hiyo itakusaidia sana ndugu yangu. Hii ni tiba nyepesi lakini yenye mambo mengi sana. Lakini pia vile vile kitunguu saumu kinasaidia. Kuna mtu mwingine yeye upande wa kina mama ametupiwa jini. Baada ya kutupiwa lile jini, hata akifanya tendo la ndoa anasikia maumivu makali kweli kweli, maumivu makali. Sasa moja katika tiba nyepesi kabisa, chukua maganda. Hiki ni kitunguu saumu. Chukua haya majani ya nje haya majani haya, sawa? Ukishapata haya majani vizuri, chukua mengi kidogo, majani haya ya nje. Naam, sawa. Unaona kama hivi haya majani. Kisha ukishachukua haya majani, we ambaye una tatizo, ukifanya tendo la ndoa unapata maumivu makali, chukua moto kidogo, choma katika moto. Ukitakapokuwa unachoma, alafu unajifusha katika mazingira ambayo ya kutoa hata ile nguo ya ndani, ili moshi uweze kuingia katika kila sehemu. Sawa? Nafikiri nimeeleweka vizuri. Moshi ukupige vizuri. Fanya hivyo asubuhi na jioni, siku 3 tu. Ikiwa bahati yako nzuri ni ile mara moja unapofanya, basi hilo tatizo la kupata maumivu makali au kuto kujisikia hamu ya kufanya tendo la ndoa, tatizo lako hilo litakuwa ni lenye kuondoka. Hiyo ni kitunguu saumu. Kwa hiyo naomba unielewe vizuri sana. Kitunguu saumu ni tiba kubwa sana na ina mambo mengi sana, na kitunguu saumu kina siri nyingi sana. Wewe anza sasa kutumia, uone faida za kitunguu saumu. Utakapotumia utaona maajabu yake na utaona faida zake mbalimbali. Hata kuna mwingine yawezekana tatizo lake, hapa nitazungumza kidogo, Kiswahili nitakachotumia ni kigumu kidogo, kwamba kuna mwingine yeye alikuwa ana tatizo hili, hususan upande wa kina baba, alikuwa na tatizo la kujihudumia mwenyewe, yani kwa maana ya kwamba anakuwa anajichua mwenyewe, anapojichua mpaka anamaliza haja yake katika upande wa kitendo cha ndoa, sawa, lakini anajichua mwenyewe. Sasa baada ya kufanya kitendo cha kujichua mwenyewe mpaka ikamletea matatizo. Kwa hiyo imefikia hatua ni kwamba kile alichokuwa anakichua hakina nguvu, kimekuwa ni hakina stamina kabisa. Sawa? Sasa kama una tatizo la namna hiyo, basi jitahidi kutumia kitunguu saumu. Meza vitu punje kama 3 hivi asubuhi, tena fululiza na mchana, tena na jioni. Fanya hivyo kwa siku kadhaa, utaona faida yake, namna misuli itakavyokuwa imekaa vizuri kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ni kitunguu saumu. Bado nipo kwenye kitunguu saumu. Kitunguu saumu hiki kina mambo mengi sana na kina siri nyingi sana. Unaweza ukaona kitunguu saumu unaweza ukakuta kuna mafuta yake pia vile vile yanaitwa mafuta ya kitunguu saumu. Lakini kitunguu saumu pia vile vile ina mambo mengi sana: kufukuza majini,
pamoja na mambo, hata unapokuwa unakula pia inasaidia hata mazingira ya kuondosha vitu vibaya aina ya uchawi. Na hata utakapokuwa umetumia wewe mwenyewe utaona faida yake na utaona umuhimu wake. Ndugu yangu, nisiongee sana. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili pia nitaileta hivi punde kuendelea kukufafanulia kitunguu saumu, faida zake na namna itakavyoweza kukusaidia wewe. Kwa hiyo umekutana na ndugu yako ana maumivu makali ya mwili, mwingine ana maumivu makali mwilini, tumia kitunguu saumu. Sawa, unaona una vitu vinatembea kwenye mwili, tumia kitunguu saumu ndugu yangu. Sawa, utaona faida yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia. Naam, mimi ndugu yako Maalim Suleimani Nkusura na kuletea somo hili nikiwa katika nchi ya Tanzania, maeneo ya Buguruni Malapa, mtaa wa Gulamu, nyumba namba 19. Buguruni Malapa, mtaa wa Gulamu, nyumba namba 19. Kwa mawasiliano zaidi, kwa maoni, maswali na pamoja na huduma mbalimbali, unaweza ukanipigia kwa namba ifuatayo: 0716447727, 0716447727 au 0762664094, 0762664094. Naam, hizo namba zote zina WhatsApp, tunaweza tukawasiliana, lakini uwe na subira pale utakapokuwa unanipigia unaona simu haipokelewi, ni kwa sababu muda mwingine tunakuwa tunahudumia ndugu zetu wengine, sawa sawa. Lakini pia alhamdulillah, kwa ule atakayetamani kututembelea ofisini kwetu, karibu sana maeneo ya Buguruni Malapa, sawa sawa. Hapa tuna ofisi tumefungua pia pamoja na maeneo mbalimbali. Lakini alhamdulillah, katika ofisi yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu amejalia tumekuwa na fikra ifuatayo: tunakuwa tunasomea watu madua mbalimbali kwa siku zifuatazo, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Hizi ni siku za kusoma dua kwa ajili ya kufungua vifungo vya riziki pamoja na kufukuza mashetani katika mwili, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Lakini siku ya Jumatano, siku ya Jumatano, kila Jumatano, hizi ni siku ambazo tuna dua ya kinga katika mwili, dua za kinga mwilini kwako. Kwa hiyo tumeshaanza na dua ya kinga ya mwili, kisha tunakuja dua ya kinga ya nyumba, kinga za kila namna, na dua zote hizo tunasomeana ni kwamba ni bure kwa wale ambao watakaofika kwenye kituo chetu hiko maeneo ya Buguruni Malapa. Jumamosi na Jumapili, hizi ni siku ambazo dua kwa ajili ya kufungua milango ya riziki, pamoja na kufukuza majini au kutoa uchawi katika mwili. Lakini siku ya Jumatano, kila Jumatano, hii ni siku maalumu kwa ajili ya dua za kinga. Kuna watu wanalogwa hawana kinga kwenye miili yao, kuna watu nyumba zao zinateswa hazina kinga. Kwa kila Jumatano tunakuwa tunatoa huduma ya kinga, alhamdulillah. Kwa hivyo inshallah, kwa haya machache, alkamalu lillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.